kuna fisi kuna fisi wa pili sasa. Ndio. Huyu fisi na yeye kwa bahati baya, ujue fisi miguu ya nyuma ni fupi kuliko ya mbele. Ndio. Kwa hivyo hata kama hajavunjika, ukiwa mbali utafikiria kwamba fisi amevunjika mguu. Ndio. Sasa huyu fisi kwa bahati baya miguu yake fupi ikavunjwa tena. Bwana asifiwe. Amina. Miguu yake fupi ikafanywa nini? Ikavunjwa tena. Na niliwaambia kwamba tunasoma kwa hadithi. Kwa hivyo hadithi zangu uwe unazifuata vizuri sana. Amina. Jumapili nilikuhadithia wewe mchungaji. Ni kweli. Sasa huyu fisi akavunjwa tena mguu. Ndio. Sasa kuanzia pale mikutano yote ya fisi akaambiwa wewe ukae mbali. Ujue sisi tunaenda kukula nyama, mtu amevunjika miguu hawezi fanya nini? Hawezi kula nyama. Hawezi kula nyama. Na kafisi kanauliza, kwani mtu anakula na miguu? Ndio. Kwani miguu ndio inakula nyama? Anaambiwa hapana, sisi hatutaki kiwete katika mikutano yetu. Ndio. Kwa hivyo akaishi kwa kutengwa. Wakienda kwa mikutano anatengwa, anaambiwa kaa mbali. Na sisi. Lakini huyu fisi wewe ni kiwete Ndama ni mwanafunzi mzuri. Akaambiwa wewe ni kiwete, huwezi kwenda kula nyama, utatuharibia. Hata ikifika wakati wa kusakata ruba, sasa wewe utasakata namna gani? Hautaweza. Unajua sasa kama huwezi sakata ruba kwa sababu miguu yako ni fupi tena imevunjika. Wewe sasa utaharibu mchuzi. Ndio. Bwana asifiwe. Sasa huyu fisi akasema na mimi nimemwamini Mungu. Kwa kila jambo nitamwamini Mungu. Amina. Nyinyi mkienda kula nyama, mimi nitakuwa ninawaombea. Ndio. Kwa sababu si kupenda kwangu. Ndio. Ufedheha ambao niko nao nililetewa. Sababu nilivunjwa miguu. Ndio. Sasa akaambia nyinyi nendeni kwa amani mkakule. Sasa ikawa ni sherehe ingine mzuri sana, kubwa sana. Ndio. Haikuwahi kusikika. Hii sherehe ilitayarishwa na kunguru. Sema kunguru. Kunguru. Sasa kunguru, ujue ya kwamba kunguru alikuwa anataka kutesa fisi. Kwa sababu fisi sio kiwete Ndama. Fisi alikuwa amemkosea kunguru. Bwana asifiwe. Amina. Na ujue makosa ilikuwa ya fisi. Kwa sababu fisi alikuwa ameenda amepata nyama kwa wingi. Ndio. Akasema hizi nyama niko na siku 5 sijakula. Kwa hivyo hizi nyama nikila sitaki kwenda msalani. Ndio. Nikila hizi nyama sitaki kwenda wapi? Msalani. Nataka ninone. Nataka ninone kabisa. Bwana Jenga ama ni mchungaji. Mchungaji. Angalia microphone. Sema amen. Tusikie kama ina. Amen. Namalizia kwa sababu dakika zangu zimesonga. Fisi akasema hizi nyama zimekaangwa vizuri sana. Ni tamu sana na nimekawia sana sijakula nyama. Kwa hivyo nikila sitaki kwenda wapi? Msalani. Sasa akasema na ndio nisiende msalani. Nataka nitafute fundi. Fundi mmoja anishone. Wewe usitake kujua alishonwa wapi. Alishonwa sikio. Alishonwa sikio na akashonwa macho. Anishone vizuri. Amina. Sasa wakati ikafika. Ndio. Kwa sababu ya Mungu ni mengi. Na wakati ukishafika umefika. Kweli. Ukiwa mjamzito wakati wa kujifungua ukifika umefika. Bwana asifiwe. Amina. Sasa fisi akajua nilijiletea matatizo haya. Na mtu mwenye ataweza kunisaidia sio fisi mwenzangu, ni kunguru. Ndio. Sasa akaita kunguru. Naam. Na kupatia sababu yenye ilifanya kunguru atake kumwadhibu. Alikuwa anataka kuadhibu fisi. Ndio.
Kwa hivyo kunguru alipoenda akaambiwa na fisi, tafadhali, ni mimi mwenyewe nilijiletea haya mambo, lakini wewe unaweza nisaidia. Wakati alienda kumsaidia, fisi akafanya venye alifanya. Sikumbuki vizuri alifanya nini. Sasa kunguru akasema, siku moja na wewe utanipata. Siku moja utanipata. Sasa kunguru akaja akaambia fisi, nataka ukusanye wanao na marafiki zako. Nikupeleke. Kuna mahali kuna nyama. Kuna nyama. Kuna mapochopocho. Nataka tuandamane. Sababu mimi ni rafiki wako sana. Amina. Na katumbo kangu ni kadogo. Hata nikila siwezi maliza hata kilo moja. Sasa kusanya fisi wenzako. Twende katika jangwa. Inaitwa jangwa la Madhesho. Mzee anaitwa Madhesho, ni tajiri sana. Sasa wakapanga safari. Mwisho wa nini? Tuko mwisho wa? Tuko karibu kulewa. Haya. Wakapanga safari. Walipopanga safari, kunguru akawaambia, fisi, nataka muwe nadhifu kabisa. Nendeni kwa mto, sitaki mtu mchafu. Kuwe wasafi kabisa. Kwa sababu inawezekana ufungiwe kwa mlango kama wewe ni mchafu. Lakini ujue kunguru anataka kufanya nini? Kuadhibu fisi kwa sababu ya kitendo ambacho alimfanyia. Lakini ukumbuke kuna kafisi kamoja kanakaa wapi? Kalikuwa kanakaa hapa. Hapa. Kalikuwa kanakaa hapa. Kanasema, Mungu ndiye ananifahamu. Mungu unajua siri ya machozi haya. Kalikuwa kanaimba nyimbo kama hizo. Bwana asifiwe. Sasa ikawa siku imefika ya kwenda. Kunguru akamwambia fisi, umejiandaa? Ndiyo. Sasa nataka mshikane wawili. Mshikane vizuri. Halafu mtashikilia wapi? Katika manyoya yangu. Bwana asifiwe. Na wapeleka kula nini? Kula nyama. Sasa kunguru akaanza safari. Kabla aanze safari, haka kafisi kakasema, kwa sababu si zenu sasa, ni za kunguru, simwache niende tu. Akaambiwa, wewe kiwete hakulangi nyama. Kiwete anaenda kula nyama na nini? Bwana asifiwe. Kiwete hawezi enda kufanya nini? Kukula nyama. Kwa hivyo ukae hapo. Wewe utuombee. Ndio tuweze kula nyingi. Wewe utuombee. Kafisi kakasema, tafadhalini, naomba mniruhusu. Niruhusu. Kwa sababu hata hii karamu si yenu. Pia nyinyi mmeitiwa na kunguru. Na tena haiko huku kichakani. Iko juu. Hata mimi niende nikiona juu, nikiona mawingu. Kafisi kakaambiwa, weka hapo na huendi. Kakienda kujishikilia kanagongwa, kakabaki hapo kwa huzuni. Bwana asifiwe. Na sasa safari ikaanza. Bwana asifiwe. Walipoendelea kupaa, kunguru akajua sasa ni wakati wa kuadhibu fisi kwa kitendo ambacho alinifanya. Bwana asifiwe. Amina. Na akaanza kuimba, manyoya yangu toka, manyoya yangu yatoke, manyoya yangu yatoke. Fisi mmoja kwa mwingine wakaanza kuanguka. Sasa huyu fisi ambaye alikuwa kiwete, alikuwa anasonga tu. Kwani nyama zimekuwa tamu aje? Hizi nyama za leo zimekuwa tamu sana. Chungeni kuniangukia. Mmeshiba vibaya. Sasa alikuwa anafikiria wamelewa. Bwana asifiwe. Alikuwa anafikiria fisi wenzake wamelewa. Lakini kuangalia akakumbuka, akaona kumbe fisi anaanguka anapasuka tumbo. Mwingine anaanguka anapasuka tumbo. Akajua, kumbe uwete wangu umenisaidia. Uwete wangu umeniokoa. Bwana asifiwe. Hata kama nimekuwa katika mashaka, hiki kitendo ambacho kimefanyika siku ya leo, kilifanyika Mungu akifahamu.
Mungu alikuwa anajua mwanzo wa shida zangu, lakini kumbe mimi sikuwa najua kuna siku moja nitasema kwamba leo ni mwisho wa fedheha zangu.